Una akili timamu kweli wewe? Wewe unajua ni kiasi gani ambavyo mimi naumia? Unajua ni kiasi gani ambavyo mimi nateseka? Sikiliza nikwambie. Kuna time bora unataka kulia kama mtoto. Lakini utu uzima unanilazimu nitabasamu. Ameshakuacha tayari. Ameshaondoka kwenye maisha yako tayari. So what? Let's focus na vitu vingine bro. Usisahau yule ni mtoto wa kike. Atapata mwanaume mwingine, atamtimizia ndoto zake. Atapata mwanaume, atamsaidia kuwatoa wazazi wake kwenye umaskini. Kaka, asalamu alaykum. Salamu. Kaka, samahani, nilikuwa naomba kuzungumza na wewe. Ongea. Nilikuwa naomba unisamehe. Najua juzi nilikukwaza. Nilikuwa nimetoka kidogo lakini nikachelewa kurudi. Mpaka ikafikia wewe ukaingia jikoni kupika. Nilikuwa naomba unisamehe kwa hilo kakaangu. Poa. Yameisha. Nashukuru kakaangu kwa kunisamehe. Lakini kaka, nilikuwa na jambo lingine la kuzungumza na wewe. Leo nilipokuwa msikitini kaka, Sheikh alitoa mawaidha mazito sana. Mawaidha yalikuwa ni mengi lakini kubwa zaidi leo nigusa. Sheikh alisema mwanaume kama mwanaume akisuka nywele au akiwa na nywele ndefu kama mwanamke ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo nikasema basi nikifika nyumbani tutajaribu kuzungumza na kaka yangu. Kaka, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano uweze kunyoa hizo nywele. Hivi huko ndani ni kwa nini unapenda sana kunifuatilia? Huko ndani ni kwa nini unapenda sana kufuatilia maisha yangu? Mbona wewe usifuatilie maisha yako? Umeshindwa kumlea mume wako, umeachika kwenye ndoa yako, ila mimi sijakufuatilia. Ila wewe unapenda sana kufuatilia maisha yangu. Kama jinsi ambavyo mimi sifuatilie maisha yako wewe, na wewe nakuomba usifuatilie maisha yangu mimi. Nenda kanite sigara yangu ndani. Kama nilikosa kuhusu hilo nilokuambia la msikitini, naomba unisamehe. Lakini pia kwa kufuata sigara kakaangu, sitaweza kufuatia sigara. Huu ni mwezi mtukufu, mimi nimefunga. Siwezi kwenda kuchukulia sigara. Tuzimia tena redio Zahidi. Yaani mama, mimi nikisikiliza hivi vitu kichwa changu kinaniuma, naumia mama. Zahidi mwanangu, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yatupasa kusali, kufunga, kutoa zaka, vile vile kusikiliza mawaidha Qur'an tukufu na kusoma kitabu kitukufu cha Qur'an. Sasa wewe leo unakuja kutuzimia. Kweli kaka, anachozungumza mama ni cha kweli kabisa. Unachotufanyia sio. Huu mwezi mtukufu tunapaswa kusali kama anavyosema mama na kusikiliza mawaidha kama hivyo. Unatukosea sana kaka. Yaani mama, mimi nikisikiliza hivi vitu vya ajabu ajabu, ninyi ambavyo mnaita Qur'ani, mimi najisi vibaya. Kwangu mimi Qur'ani ni vitu vya ajabu ajabu mamangu. Wewe Zahidi. Wewe Zahidi. Yeye unaita Qur'ani mambo ajabu ajabu. Sasa nakwambia hivi, Mwenyezi Mungu atakulani. Nakwambia Zahidi mwanangu, Mungu atakulani. Mungu atakulani Zahidi. Zahidi. Zahidi kaka. Kaka, wewe Zahidi. Nini kimekupata kaka? Zahidi. Zahidi. Mungu wangu. Mimi. Nito msaada. Amekuaje? Anafuata shehe. Zahidi mwanangu, Zahidi. Zahidi baba. Zahidi. Zahidi wewe. Zahidi mwanangu. Mungu wangu. Mungu wangu saidie mwanangu mimi. Kwanza sisi nashukuru kwa kuitika wito wangu. Naam. Nashukuru sana usafi wangu. Bila shaka. Kubwa nilifanya ukuta hapa mimi. Kuhusu na mwanangu Zahidi. Zahidi ana hali mbaya. Sawa. Zahidi anauma sana ustadi. Sawa. Nangu tumeenda hospitali. Lakini madaktari wanasema hana tatizo. Hana tatizo mwanangu. Alafu hajiwezi hata kuinuka zaidi ya kuongea na macho tu ustazi. Mbona nikute nipate msaada wako. Ndio hivyo tu. Inshallah. Mama, kwanza wala usilie.
na wala usizunguke sana, japokuwa kwa mzazi lazima awakumbuke. Ila nakumbuka siku ile nilikwambia kwamba ili Mwenyezi Mungu aonyeshe mapenzi kwako lazima akupe mtihani, na huu ndio mtihani ambao Mwenyezi Mungu amekupa. Na nilimwambia Yazid kwamba huenda hayo unayoyafanya au katika ovu unalolifanya usitegemee ovu hilo mbele itakuja kuwa ni heri, na ukifanya jambo la heri basi tegemea heri hiyo mbele itakuwa ni heri. Kwa hili mama lilotokea kwa mwanao ina maana kile ambacho alichukua amekichunga. Lakini nataka nikurudishe kidogo kwenye kisa. Labda unaweza ukanielewa vizuri. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitokea mzee mmoja, alikuwa ni mtu mzima kama wewe tu. Yule mzee alikuwa na mke wake, alikuwa anahudhuria darasa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipindi anaenda kwenye darasa la Mtume, alikuwa yule mzee akirudi nyumbani lazima ampe darasa lile mke wake. Yote alikuwa amepata kwa Mtume, alikuwa anamsimulia mke wake. Sasa kipindi anamsimulia mke wake, kumbe yule mke alikuwa anaingiza kwenye akili yake, alikuwa anaangalia. Siku moja yule mzee alikuwa amekaa sebuleni, baada ya kukaa sebuleni akamuita mke wake. Alipomuita akamwambia, mke wangu unahitaji maji yako. Mke akaenda kuchukua maji. Alivoleta yale maji akamkuta mume wake, tena utu uzima unavyojua mamangu, ukamkuta yule bwana usingiza kwa kulala. Mwanamke yule akasimama na maji yale mpaka mume wake alivyokuwa ameamka. Mume alivyoamka ikabidi amuulize mke wake, mbona umesimama muda mrefu sana mpaka wakati huu? Mke akamwambia kwamba ni kweli, kuna siku uliniambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwenye darasa, mtu anapokuwa kwenye usingizi anakuwa kwenye ibada. Huenda yuko kwenye ndoto ambayo labda anaota alikuwa msikitini, anaota labda anasoma Qur'an, ukimwamsha unamtoa kwenye ibada ambayo alikuwa anaifanya. Nikaona nikikuamsha mume wangu nitakuwa nimekutoa kwenye ibada. Ikabidi nisimame mpaka pale ambapo utakapokuwa umeshtuka. Mume akamwambia sawa, nashukuru. Lakini je, kwa nini usingeendelea na safari yako au na shughuli zako zingine za hapa nyumbani? Pale ambako mimi nimeshtuka ndio ukaja kuleta maji. Akamwambia naam mume wangu. Kuna siku uliniambia kwamba Mtume amefundisha hivi, mwanamke, pepo ya mwanamke iko katika ridhaa ya mume wake. Na mwanamke ambaye atakayemridhisha mume wake akamfanya mume wake akaenjoy kwa ajili yake, basi ni rahisi kutengeneza pepo yake. Ndio maana mke hatakiwi kuweza kumkera mume. Niliona mume wangu nikiondoka na maji haya nikakusubiria uamke. Baada ya kushtuka mume wangu lazima ungevuta fikra kwamba huenda umepitiwa na usingizi kwa sababu mke wangu kanicheleweshia kuletea maji. Tayari ningekutia dhana katika nafsi yako, ungeona mimi sikutekelezea kile ambacho umeniomba. Nikaona nisimame hapa mpaka utakaposhtuka mume wangu. Sasa mume wangu hali halisi ndio hiyo. Mume alichomjibu mke, mama akamwambia hivi, kwa hisani ulionifanyia mke wangu, naomba useme chochote unachokitaka, niko tayari kukupatia mke wangu. Mume alijua mke atataja jambo zuri labda mume amfanyie mke wake. Mke akasema, mume wangu unahitaji talaka. Mume alishtuka kwamba na kweli akasema inalillahi, kwa sababu ni kitu ambacho kutarajia. Talaka ni kitu ambacho ni kikubwa katika dini yetu, kwa sababu tunaambia mtu akitamka talaka, Mwenyezi Mungu anasema mbingu na ardhi zinatetemeka, na Mungu katika halali anaichukia ni talaka. Lakini kwa kuwa ameshaahidi, ikabidi mume akamwambia mke wake, twende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikampe fatwa hii. Mtume, je, nifanyeje ili nimuondoe mke wangu katika hii nia yake ya talaka nami nibaki katika nia yangu? Mke akasema twende kwa Mtume. Wakati wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke alikuwa mbele, mume nyuma. Kama ilikuwa taratibu ya dini yetu, lazima mwanamke atangulie, mume anakuwa nyuma. Ghafla mke akasikia sauti kali ya mume wake ya machungu fulani. Alipokuja kumwangalia mume wake na mkuta mume wake na jeraha la kidonda ambalo alikuwa amejikwaa, kucha ilikuwa imetoka. Baada ya pale wakasitisha safari bila rudi nyumbani. Waliporudi nyumbani wakauguza kile kidonda mpaka wakapona. Alipopona mume akamuuliza mke, hebu niambie mke wangu, bado unahitaji twende kwa Mtume? Mke akasema hapana, naomba sasa tuseme kwa Mtume. Mume akashinda kustamili, akamuuliza, kwa nini ulisema twende kwa Mtume? Kwa nini ulisema kwamba tutoe talaka, na kwa nini leo hii mke wangu unasema kwamba
tusitoe taraka. Akasema mimi sihitaji taraka mume wangu, kwa sababu kuna siku uliniambia kwamba Mtume kafundisha mtu yoyote ambaye Mungu hajampa mtihani basi Mungu hayuko radhi naye. Ili Mungu aonyeshe ana mapenzi na wewe lazima akupe mtihani. Mume wangu, toka umenioa hujawahi kupata mtihani wowote, iwe maradhi au aidha hata kunipiga mkeo au hata kunilaza na njaa au hata kunisema vibaya. Mume wangu, sikuona kupata mtihani wowote. Nilijua naishi na mtu ambaye hana radhi za Mwenyezi Mungu kwa sababu hana mtihani. Kitendo cha kupata jeraha lile la kidonda ukapata maumivu makali, bimani Mungu ameshakupa maradhi, nikajua tayari mume wangu ukapata mtihani wa maradhi. Kupitia mtihani huu uliopata nikajua kweli Mwenyezi Mungu ana mapenzi na wewe. Na ndio maana nimesema kwamba mume wangu sihitaji talaka kwa sababu tayari naishi na mtu ambaye Mungu anaridhi naye. Na nilisema mimi kwamba sitoishi na mtu yote katika maisha yangu ambaye Mungu hana radhi naye. Kwa mume wangu mpaka sasa mimi mke wako, tutaendelea kuwa mke na mume. Kwa nini nimekupa kisa hiki mamangu? Nimekupa kisa hiki kwa sababu moja. Huenda mwanao mtihani anaopata huu, huenda ikawa ni sababu akamrejea Mola wake. Na hii ni kwa wanadamu wote tukao lielewe hilo jambo. Na wewe pia kama mzazi, uone umepata huu mtihani wa maradhi kwa mwanao, huenda saizi ungewaza kwenda kwa waganga wa kienyeji kadha wa kadha katika njia za kishirikina, lakini umemrejea Mola wako. Maana yake ni nini? Mungu ameshajua nimempa mtihani, amenikumbuka nani? Mola wake. Kwa inshallah Mungu anasema kwamba inna ma'al usri yusra. Kila penye uzito Mungu anatia wepesi. Kupitia maradhi ya mtoto wako inshallah tutapanga siku, tutamuombea dua. Kwa kuwa ni jambo zito kwa Mungu itakuwa jepesi na atamuondolea maradhi yake. Huenda ni sababu ya mwanao sasa kumrejea Mola wake kwa haya ambayo yalikuwa yamemkuta. Kwa mama yangu nikushukuru sana kwa fursa ulionipa kuniita kuja hapa na kuweza kunitaka ushauri katika hili. Ushauri wangu ni huo. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa subira, na wewe wote wenye kupata mitihani kama hii basi Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa subira. Kwa haya machache mama yangu nikushukuru sana. Labda kama una lolote labda nakula kuniambia. Lolote la kuambia ustadhi sina. Mungu anatoa shukrani. Yaani nashukuru kwanza kwa kunitika na kuja kunipa nasaha ambazo zimejenga moyo wangu. Ninahisi kama nimebeba kitu kizito kifuani na imani nimejaa. Basi ninaona muda sana unakaribia. Mimi mamangu naomba nikuache na uendelee na taratibu za kuandaa ibada. Basi inshallah ala kitufanyia pesi tutazidi kuonana, lakini tusiondoke hivi walau tupate dua. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا. رب زدنا علما وارزقنا فضلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شتت شملهم اللهم زك جماعهم اللهم دمر بيانهم اللهم انصرنا نصر الدين. أنت مولانا فانصرنا في كل بلاء. أنت منفعنا في كل مرض في بركة وبحرك آمين. أمة محمد أجمعين. Mwenyezi Mungu tuongoze katika kheri. Mwenyezi Mungu tuepushe katika shari. Mwenyezi Mungu ondoe mabalaa ambayo katika nyumba hii. Mwenyezi Mungu nusuru mama huyu na kijana wake. Mwenyezi Mungu nusuru pia jamii inatuzunguka. Mwenyezi Mungu pia inusuru nchi yetu Tanzania. Mwenyezi Mungu pia inusuru dunia. Mwenyezi Mungu tuepushe na mabalaa ambayo yapo ambayo hayana tiba ya Rabbi. Hakuna mwenye kuondoa haya ila wewe. Mungu utufanye sisi tuwe hai na uhai wetu wenye manufaa katika dunia na kesho akhera. Tukufe tukiwa ndani ya Uislamu na tusife tukafa tukawa nje ya Uislamu. Mungu tunakuomba kwa baraka zako na kudura zako watatangulia mbele ya haki na rehema katika makaburi yao. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mama shukrani sana. Asante. Mama, Ustadhi amekuja mama. Si amekuja? Ameshafika. Kwambia piti alhamdulillah rabbil alamin.